naombeni muweze kunisaidia, nipatieni nguvu za ziada ili niweze kupambana na hivi vibwengo vinavyonikabili. Hilo nalitambua. Naombeni mnipatie muda zaidi, na ndio maana nimekuja mnipatie muda na nguvu za ziada ili niweze kupambana na hivyo vyote. Pole sana dada yangu, kumbe ndio umekumbwa na matatizo kiasi hiki. Asante. Sema mimi leo nina shida. Si unajua mimi na Mada tuligombana na matatizo, sio hata natatua vipi. Nitaka nishangae huo mguu wako leo hapa wa heri. Yaani wewe kila ukija hapa lazima uwe na jambo. Haya, mna shida gani? Maana kila siku nyinyi ni shida tu. Mimi na mume wangu tuligombana. Nikataka kuondoka kwenda nyumbani lakini kanikatalia. Naomba unishauri hata sijui nafanya nini. Sasa unakushauri nini wakati ushafanya maamuzi? Tatizo nampenda bado. Na nahisi nikiwa mbali naye moyo wangu utaumia sana. Sasa hapo nimekuelewa. Nisikilize mdogo wangu. Kuna nafsi, kuna moyo. Jaribu kuupa moyo wako nafasi, utapata jibu sahihi. Na pia ipuzie nafsi yako. Utakapotuliza akili, utajua kama bado unamhitaji kuwa naye au la. Nichanganya moyo, nafsi, sikuelewi. Ipo hivi, moyo kazi yake ni kupenda, nafsi kazi yake ni kutamani. Kwa hiyo kama unahisi ukiwa mbali naye moyo wako utaumia, basi kama ukijua unampenda na bado unamhitaji, ila kama nafsi ina pingamizi la wewe kuwa karibu naye, hapo ndo tatizo litakapokuwa. Yaani bado sijakuelewa kabisa. Nenda tu katulize kichwa chako. Ukishakuwa sawa utajua na maanisha nini. Okay, sawa, ngoja nikuache basi. Haya, sawa. Bye. Bye.
Mtaalamu. Vipi mwanangu? Mbona kimya sana, umekaa kinyonge? Kawaida. Unajua wakati hapo mambo mengi, unaelewa. Kweli bwana. Lakini sio kawaida yako, yani leo yani sijui tumekukuta upoje. Basi unaona wakati zenyewe ndio zinakwama. Unaona kama mjengo wenyewe bado hujaisha, ndio bado naumiza kichwa, alafu mambo ni mengi. Ila mwanangu, mambo yasiyo mengi. Sasa sisi tumejia mzigo kama hivyo. Sasa masuala kulindikana hivi na kwa sio kweli. Unajua wakati ushakuwa mauti hiyo mzigo. Hakika. Sema nini mwanangu? Yaani mzigo labda tufanye baadaye, yani au kesho. Yaani wewe jioni uhakika kabisa. Nikija unakuta ndi. Kama mwanangu ushalizika mwanangu. Sisi tunakuja tunakuzingatia maokoto nini hapo mzigo napelea mzee. Sio kwamba nawapangia sijui mzigo na nini. Yaani ni hata maelekezo yenyewe hapa. Yaani kuna pesa sema imechenga. Kwa maelekezo yaliingia hapa nini. Sema nini nywana? Ni kubwa imani mwanangu. Nitaroja baadaye, kwanza tujadiliane hapa. Sasa hapa tunafanyaje kaka? Jamaa hapo anazaga. Tunafanyaje? Unasikia mzee? Kama unapozingatia kazi zetu zinatumika, tunapata ujasiri kutokana na nini? Na kitu mzee. Kwa bila kitu hapa hatuwezi kufanya chochote. Kwanza kitu kinatupa ujasiri, hata kitokea simba hivi unamkanyaga tu. Sio kama unanielewa? Akifanyaje? Akitokea simba unamkanyaga. Wewe si mwanaume kaza vipi? Kwa simba hapo ni habari nyingine. Yaani hapa bangi sio kama zimeishi eti ndo akija na simba ili tufanye hivyo. Hiyo haiwezekani. Yule ni mnyama, yule ni simba. Unakwambia umekula kitu. Unaelewa maana kula kitu? Kula kitu wewe, yani hata maaskari sio kina poti wanajeshi wote unaona kama kaka zako tu mzee. Kaka, yani hapo mnaona kama kwa simba ingia akilini hapo. Hapo tufanye njia nyingine kama haiwezekani. Sikiliza. Tuangalie tuondoke tendo tukajaribu kwa Rashidi. Ila simba akija tukua umekula kitu na mkanyaga. Tuondoke, changamka twende. Okay, familia. Ingo tuingie kati mwanangu hapo. Unajua? Hakika nyewe sema nini? Ni kubwa imani mwanangu. Yeye ndo anisanga jioni yake au vipi? Mambo Poa. Vipi? poa. Niambie. Nini shida? Nisikilize basi. Sikuwahi poteza hisia zangu juu yako. Niligundua unipendi, na ndio maana nikakata tamaa. Ina maisha yangu sasa hivi, kwa hiyo naomba uniache. Tena nisikize kwa makini, kaa mbali na mimi, kwa sababu nimeshapata mwanamke mwingine ananipenda kweli. Sio kila mtu anayekaa kimya ukadhani ana amani ndani ya moyo wake. Wengine sisi tumechoka kuvumilia vitu visivyobadilika. Mabawa, usiondoe upendo kwa sababu nilikosea. Nakuomba ondoa kosa kwa ajili ya upendo. Bado nakuhitaji Mabawa. Niachie. Nilikuwa nakupenda zamani, sio sasa hivi. Kwa sasa sikupendi, kwa sihitaji kukuumiza mtoto wa watu. Winnie, una kiwango cha maumivu mtu yoyote akikifikia aongei tena, naamua kukaa kimya na kuheshimu. Fanya kama hatujuani. Kwa hiyo ndio ukaamua mchukue kivurugi? Wewe hujui kama ni rafiki yangu au ndio unataka uniumize? Tutaona. Kila kitu nimeshaweka sawa. Nimeomba wanipe nguvu zaidi na wamenipa nafasi ya kuweza kuwatafutia sadaka yao. Hivyo kwa sasa sihitaji kucheka na yoyote yule ambaye atajitokeza mbele yangu. Yote ni sawa bwana Mirabu, isipokuwa jambo moja tu. Sasa hivi ni zamu yako kunipambania mimi, maana swala la sadaka
hata mimi ninapaswa kutoa. Unahitaji msaada gani? Kuna binti nimemwona mitaa ya kati hapo, nimempenda jinsi alivyo na nina imani hata mizimu itamkubali. Kwa hiyo unahitaji mimi nifanye nini hapo? Hapo cha kufanya, nataka uwe mshenga wangu, na ili jambo likikamilika kuna zawadi kidogo. Una uhakika na hili? Sheria namba 3 ndani ya chama inasema Tukikosa kafara tunaruhusiwa kutoa kafara ya mke au mtu wa karibu yako. mimi sina rafiki wa karibu, kwa hiyo nataka nimuoe huyu, baada ya hapo nimtoe kafara. Sawa, hiyo mimi nitakusaidia, lakini ujue kwamba kazi yangu bado hujamaliza. Sasa hivi shemeji. Salama, karibu. Shani, na maswali yangu mawili kama utojali naomba nikuulize. Okay, niulize. Tangu apotee mdogo wako pamoja na mume wako, umejaribu kufuatilia labda au kutoa sehemu yote taarifa? Sijaripoti popote zaidi ya kwa mjumbe. Okay. Swali langu la mwisho, na mimi ushirikina namaanisha uchawi? Shemeji, uko sawa kweli wewe leo? Niko sawa, nijibu swali langu. Ndiyo, naamini. Nimejaribu kufuatilia, nimegundua mdogo wako kashafariki, ila tu nafsi yake ndo inatangatanga hapa mtaani. Kwa hiyo naomba tuongozane tuende kwa mganga akanipatie dawa ili niweze kukabiliana na hili. Unasemaje wewe? Basi sijakusikia vizuri unachokiongea. Nienda kwa mganga, kwa kila kitu kuhusu kivuruge nimeambiwa.